Nakumbuka wakati nikiwa Dar es Salaam, mimi nilishaishi Manzese sana. Nikiwa pale nilishapiga mtu. Kwa fujo hizi zinazowaambia hapa, nilishapiga mtu. Nikapiga vibaya mno. Hasa yule babu akanitokea, alikuwa Mwezaramu. Akanitokea, akaniambia, wewe Mangi, unampiga kijana wangu hivi? Nikamwambia nimemfundisha adabu, amenikosea adabu. Akaniambia, wewe ni nani? Unaelewa gharama ya huyu mtoto kuwepo hapa? Akaniambia, sasa Mangi, subiri utaniona. Sisi nikafikiri kawaida. Sijawahi kusikia wewe usemi, ndio siku hiyo nasikia kwa yule Mzaramu. Mangi, subiri utaniona. Talipa gharama. Na kwa sababu jinsi nilivyokuwa kwenda zako. Nikaendelea na shughuli zangu. Kwani usiku ule si nilimuona live? Alinishughulikia usiku ule. Sio kunishughulikia kwamba tunapigana ama ananifanya. Yaani alikuja katika ulimwengu wake wa kishetani. Alinishughulikia. Kwani nililala? Niliamka usiku wa manane. Yaani wenzangu wamelala na mimi niko kule stendi. Kulikuwa na sehemu wanaita Msufini. Pale palikuwa Wamangi wanakaaga pale, wanauzaga yani palikuwa ni sehemu ya biashara. Manzese ni sehemu ya biashara. Kwa hiyo sikulala tena. Nikiingia huko ndani ya kuingiliki. Nikiingia huko ndani ni kama nimeingia kwenye moto fulani hivi. Ni kama umeingia kwenye moto kabisa unaowaka hivi. Lakini ukitoka huko nje basi uko sawa sawa. Alafu hapo nilikuwa nalala, ndio hapo palikuwa na biashara. Ndio hapo nilikuwa nafanyia biashara. Kwa hiyo asubuhi ile kuna pambazuka sasa, kwa sababu kwanza huo usiku niko kule barabarani. Na sikutoka kwa hiari yangu. Yaani ndipo nilipojua kwamba watu ambao hawajaokoka ni watumishi wa nani? Hata kama ataning'iniza kale kama msalaba hivi, hata kama atafunga na kale kama mfukoni hapa, hata kama atasali ukakwambia kwamba na mimi namuomba Mungu, kama hajaokoka huyu ni mtumishi wa nani? Kwa mujibu wa maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu. Yote hayo yalitokea kwa sababu ya yale maisha ya kale ambayo ilikuwa tunaishi wewe na mimi. Sasa kuna wengine ni watumishi wa shetani. Yaani yeye ni kazi yake ni kuja kukukalia usiku. Sasa siku ile nakumbuka kama nikiwa nimelala kwenye kirago changu, nikasikia kabisa kama mtu kaingia. Alafu baada ya kusikia nikasikia kabisa kama mtu amekuja akanikalia kabisa hivi. Alafu alikuwa mkubwa. Sasa sikuelewa. Baada ya kupambana kufungua mlango ule tulikuwa tunafungua na chuma ya kuchomoa ili mlango ufungue utoke nje. Baada ya kufungua mlango natoka nje, asubuhi yake ndo nakuja kukumbuka ni yeye. Na aliniambia, utaniona we Mangi, utaniona, utanitambua. Kaambia utalipa. Utajua mimi ni nani. Unavamia mji wa watu, unavamia nyumba za watu bila kuelewa. Lakini wengine hao sasa ndio wachawi. Yaani anakuja ukiwa umelala, hauna neno wewe kama mtu wa Mungu, anakuja anakuchawia. Na kuchukua anaenda na kulimisha. Sio kwenda kunywa tu pombe pale ba. Ulishalimishwa, ulishachukuliwa msukule mara ngapi? Kuna yale msukule yanayochukuliwa yanaenda moja kwa moja. Lakini wewe unaweza ukafanywa msukule ukalima kila siku. Alfajiri unarudishwa. Ukiamka unajinyoosha kama nyoka aliyepigwa fimbo moja. Umechoka kila mfupa. Kesho baada ya siku moja ama mbili unachukuliwa tena. Yaani wewe ni kulima kila siku. Unaota huko kwenye mashamba ya mpunga, unaota kwenye mashamba ya katani kule Same, kwenye mashamba ya kahawa kule Bukoba kwa ndugu zetu wakina David. Lakini wewe upo roho. Chua hao ni watumishi wa nani? Wa shetani. Wanasaidiana. Yaani mimi nakuchukua kwa utaki usitaki, lazima uende ukanifanyie kazi. Sasa yote hayo
Na wengine wanachukuana kabisa, kama nilimsukulia nalichukua kabisa. Akupeleki tu shambani kwake hivi, anakubeba kabisa. Wanazika mgomba, wewe huko nyuma ya mlango wa jamaa unalimaga kila usiku unaenda. Na haulimagi mchana. Wale huaga walimagi mchana. Kila usiku unaenda. Hakuna cha usingizi kwako. Utalala mchana kwenye ile chemba watakao kuwa wamekuweka. Hawa na baadhi yao wengine tulikuwa hivyo. Si ndio? Mlikuwa hivyo wengine. Si unanisikia? Kwa nini tusiseme vile tulivyokuwa? Paulo anasema kama ni uaji niliua, nimeua, nilichinja walokole wengi kwa habari ya kuliudhi kanisa, mimi ni nambari 1. Kwa habari ya kuishika dini nilikuwa farisayo wa farisayo. Akasema alivyokuwa mbaya. Kwa hiyo tunaposema ubaya lazima tuelewe mahali tulivyokuwa, ndivyo tutakavyoheshimu vizuri. Unajua hata mtoto anayerithi mali ya baba yake, na ndio maana anakufaga, hajui kwamba gari lilikuwa na hudumiwaje, hajui na nyumba ilikuwa inapakwa rangi baada ya miaka mingapi, linakaa kama lizezeta tu na linatumia linatapanya linavyotaka. Hajui gharama. Lakini yule aliyejenga, David, umejenga nyumba, umekamilisha full, unaelewa gharama yake, pesa ulizoshushia pale, utaichezea? Utachezea kitu chako cha gharama? Na kama hujakigharamia hicho kitu, umepewa tu zawadi, chukua, Mungu akubariki. Unajua gharama yake? Unaweza ukachezea kwa sababu hujui gharama yake. Kwa sababu ni cha kupewa, ni cha kurithi. Na hiyo sasa ni tofauti na wokovu wa Bwana. Damu ya Yesu iliyomwagika ikatuokoa, ikatuhamisha kutoka kwenye nguvu za giza hizo tunazozisema hapa, kwenye nguvu za uchawi, nguvu za ulevi, nguvu za matukano, nguvu za uzinzi, nguvu za uvutaji sigara na mabangi na kila aina ya uchafu, nguvu za kukataa kuokoka. Hayo yote ni manguvu pia. Ukiona mtu anakataa kuokoka, ni manguvu ya shetani. Ukiona mtu anapanga kwenda kufa, hiyo ni nguvu ya shetani inamsukuma. Roho ya mauti inamsukuma. Sasa yote hayo Yesu Kristo alitutoa huko, akatuhamisha, akatutoa huko, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hivyo naomba nikuase mchana wa leo unapoenda kuelekea kwenye kusherehekea Pasaka, umeelewa nini maana ya Pasaka? Pasaka maana yake nini? Ni Yesu aliyechinjwa. Pasaka ni damu ya Yesu iliyomwagika, sio damu ya kondoo kule Misri. Pasaka tunayoitambua leo, tunayoifahamu leo wewe na mimi, achilia mbali ile ya ndugu zetu wa Ebrania kutoka utumwani mwa Farao, ili tu watoke kule utumwani wasimtumikie Farao, wasifiatue matofali ya kujengea mapiramidi yale ya Misri. Achilia mbali hayo. Shetani alikuwa anatutesa, shetani alikuwa anakutesa, shetani alikuwa anakusumbua, alikuwa anakutaabisha katika dhambi mbalimbali, na hata ukiwa unajitahidi kuziacha ulikuwa hauwezi. Lakini baada ya Yesu kuimwaga damu yake, leo tunaweza kuyaishi maisha matakatifu. Ninafurahi wale wanaotambua thamani ya damu ya Yesu. Na mimi nataka nikushauri, itambue thamani ya damu ya Yesu. Alafu usikubali kudanganywa na mwanadamu awaye yote. Kitabu cha Mithali sura ile ya kwanza Biblia inasema kumcha Bwana ndio chanzo. Sura ya kwanza mstari wa 7, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kwa hiyo ili maarifa yawepo ndani yako, ili ukafanikiwe katika mipango yako, ili usitawi sana katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, ili utakapoomba Bwana akusikia kwambie naam mwanangu akuitikie, alafu afanye yale mambo unayomuomba, ili uendelee kuyaishi maisha matakatifu ambayo hata hao wenye dhambi ambao bado hawajakubali kumkiri Yesu kwa kinywa chao ya kwamba ni Bwana, utakapofika mahali pa kumcha Bwana, hawataweza kukuonea. Hao wachawi hawataweza kukuonea. Ni kwa nini leo, tatizo lililopo leo, shida kubwa iliyopo kwa baadhi ya Wakristo leo, hawatambui thamani ya damu ya Yesu. Unaweza ukamfanya Yesu kama kale kamdoli tulikuwa tunaenda pangoni kwenda kumwangalia ati Yesu, mtoto Yesu kalazwa, tunaenda na shilingi 5 kutoa sadaka. Yesu Kristo sio mtoto Yesu.
Yesu Kristo ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Anasema kwenye kile kitabu cha Isaya sura ile ya 9 mstari wa 6. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Mtoto nani? Kama vile lile likondoo lilikuwa likondoo dume, lisilo na dhambi, lisilo na wa, kadhalika Yesu Kristo mtoto mwanamume. Tulimpata mtoto mwanamume ambaye hakuwa na wa wala dosari yoyote. Anashuhudia Mafarisayo waliomshitaki, waliotaka kumuudhi, akawaambia, sikilizeni, nishuhudieni, mmoja wenu aseme kama kuna dhambi yote. Nina dhambi yoyote, shuhudieni dhambi niliyotenda hapa. Leo mnanijia na marungu na mapanga kama mnamjia mnyang'anyi. Na mimi nilivyokuwa kwenu nilikuwa naponya wagonjwa wenu, nilikuwa nafufua wafu wenu, nilikuwa nawaponya na wapa chakula, nimewalisha watu 5,000 ninyi Waebrania. Leo mnanijia na marungu na mapanga. Lakini ili litimie neno la Bwana kwa kinywa cha nabii Isaya, jamani, haleluya, ya kwamba alinyenyekea, hakujibu neno lolote. Kuhani aliyeingia patakatifu mara moja ili ya kutoe wewe kutoka dhambini. Hivyo inakupasa kuyaishi maisha ya kutokutenda